Yawezekana ukawa una mengi kichwani kwako, una maarifa mengi ambayo yamejawa ndani ya ubongo wako. Lakini kukawa na mambo mengi ambayo huyajui bado. Dunia ina siri, na hiyo siri pindi tukiichumbua, nadhani kila mtu ni lazima atastaajabu sana, kwani dunia inaogopesha. Leo nataka nikupe kisa cha watu 10 ambao walipotea katika meli iliyofahamika kwa jina la merikebu ya mikosi. Wazungu wakaipa jina, wakaiita ghost ship, wakimaanisha meli ya mizimu. Basi safiri nami katika chumba hiki cha maarifa, Room of Knowledge, ukaiangazie meli ya mikosi ama ghost ship. Habari nyingi zilipoti kuhusu meli ya Celeste, zikisema kwamba meli imeonekana, lakini watu 10 ndani ya meli hiyo hawajapata kuonekana, na hakuna dalili zozote zinazoonyesha ni wapi walipoelekea, wakimtaja Captain Benjamin, mke wake Sarah, pamoja na mwanao Sofia, binti mwenye miaka 2, pamoja na mabaharia wengine wazoefu 7 wakitajwa kupotelea katika meli hiyo. Lakini meli ilipochunguzwa ilionekana hakuna mwili na hata ushahidi wa wanaharamu wakiripotiwa kuiteka meli hiyo. Na pia ajabu zaidi kilichowashangaza watafiti na wanasayansi ni kwamba katika meli hiyo hakuna hata tundu dogo lililoonekana kupitisha maji, huenda lingetokea kuwaogopesha watu hawa 7 na kupotelea baharini. Lakini ajabu katika uchunguzi wao walibaini kwamba lifeboat, yale maboti ambayo yalitumika kwa ajili ya akiba, maboti ya dharura, boti moja halikuonekana ndani ya meli hiyo. Swali likaja, je, ni nini kiliwakumba watu hao hadi katikati mwa bahari wakaamua kuchukua lifeboat na kuitelekeza meli na wao kupotelea pasipojulikana? Twende tukaizungumzie meli Celeste. Ukienda Marekani na uko Genoa, Italia, basi kuna vitabu vingi ambavyo vinaelezea meli ya Celeste ikiwa kama fumbo kubwa. Meli hii ya Celeste ina historia nzito kwa takriban karne 2 nyuma zilizopita. Lakini historia ya meli Celeste inaanza mwaka 1861 huko Nova Scotia nchini Canada. Meli hiyo ndipo ilipoanza kutengenezwa na ikapewa jina la Amazon, huku wengi wakitarajia mambo mazuri kutoka katika meli hiyo, kwani ilikuwa ni meli maalum kwa ajili ya usafirishaji. Lakini ajabu ni kwamba safari yake ya kwanza ilikuwa ni safari ya mikosi, na safari hiyo ya kwanza ilisababisha kifo cha kapteni wake wa kwanza ambaye alifahamika kwa jina la Robert McRana. Inasemekana kwamba alifariki dunia kutokana na meli hiyo kugongana na meli nyingine na kusababisha mlipuko, na hivyo kupelekea kapteni huyo kuungua ndani ya meli hiyo. Lakini vitabu vya hadithi vinaendelea kuelezea kwamba meli hiyo haikuishia tu katika tukio hilo la ajabu, bali iliendeleza mikosi mingi. Kufikia mwaka 1862 meli hiyo iligongana na mashua ya wavuvi, na huu ndio ulikuwa mkosi wa pili wa meli hiyo ya Amazon. Kufikia pia mwaka 1867 meli ilinaswa na dhoruba na kwa bahati mbaya ilizama. Jitihada za kuiokoa meli hii zilipofanikiwa, na kwa bahati mbaya tu mwaka mmoja mbele, kufikia mwaka 1868 meli hii ilishika moto na kuharibika vibaya. Hapo ndipo watu wengi waliamini kwamba bahari ilikuwa haijaikubali hiyo meli. Jambo hilo likafanya mmiliki wa meli ya Amazon kuifanyia ukarabati meli hiyo na kuamua kuiweka sokoni ili kuiuza. Ndipo matajiri na wafanyabiashara wa Kimarekani kufikia mwaka 1869 walipanda
na kuweka kitita kikubwa cha dau na kafanikiwa kuinasa meli ya Amazon. Baada ya kufanikiwa kuinasa meli hiyo, basi wao wakashauriana na kuamua kuibadilisha jina kutoka kuitwa Amazon na kuipatia jina la Celeste, yaani ikimaanisha ya mbinguni, jina ambalo wengi waliposikia walipata matumaini, kana kwamba ni meli ambayo ingefanya safari zake vizuri kama jina lake lilivyoaminika. Lakini kumbe watu hawakufikiri kwamba kupewa jina la Celeste ni fumbo kubwa ambalo leo limekuja kutikisa vichwa vingi vya watu, kwani kila mmoja ambaye leo hii anasikia jina la meli Celeste hushikwa na dua na kujulizwa ni nini kilitokea ndani ya meli hii hadi kupoteza watu 10 na wasijulikane ni wapi walipoelekea. Meli hii ilifanikiwa kufanya safari zake kwa miaka 3 bila kukutwa na dhuruba yoyote wala janga lolote, na wengi walijipa matumaini kwamba meli yao ni bora. Lakini ndani ya miaka 3 kuisha, Novemba 7 mwaka 1872, meli ya Celeste chini ya usukani wa Captain Benjamin Briggs, nahodha mzoefu aliyosafiri baharini kwa miaka mingi bila kupata matukio yote mabaya. Kwenye meli hiyo akiwa yeye pamoja na mke wake Sarah Briggs, binti yao mwenye umri wa miaka 2 aliyofahamika kwa jina la Sofia, pamoja na mabaharia wengine 7. Jumla walikuwa watu 10 ndani ya meli hiyo, pamoja na mapipa ya pombe ambayo yalifahamika kwa jina la industrial alcohol iliyojulikana kama ethanol. Ndipo safari yao ilianza ya kutoka nchini Marekani pale New York kuelekea Genoa huko Italia. Kipindi Kapteni Benjamin anaondoka, aliandika barua fupi ya utata. Alimwandikia mama yake akisema kwamba safari ingekwenda vizuri na familia ingefurahi. Sijui ni nini kilimfanya nahodha huyu Benjamin kuandika barua hiyo yenye maneno yakana kwamba ni mtu mwenye kukata tamaa, na wakati ndo kwanza safari hiyo ndo ilikuwa inaanza. Zilipita wiki takribani 4 bila mawasiliano yoyote kati ya watu waliokuwa katika meli ya Celeste na wale waliokuwa nchi kavu, kila mmoja akiwa hana habari ya nini kimeikumba meli hiyo. Disemba 5 mwaka 1872, yaani wiki 4 baada ya meli Celeste kuondoka safari yake huko New York pasipokuwa na mawasiliano yoyote, meli iliyofahamika kwa jina la Day iliona chombo kikielea bila mwelekeo karibu na Azores, ambao ipo huko katika bahari ya Atlantic. Walikaribia meli hiyo, walishangaa kuona kimya kimetawala huku meli hiyo ikiwa inaelea pasipokuwa na mwelekeo mzuri. Basi walipozama ndani ya meli hiyo, walishangaa kuona ukimya uliotawala. Lakini ajabu, walikuta ndani ya meza ya meli hiyo ukiwa na chakula kilichopakuliwa pamoja na bidhaa za samani zikiwa zote, hakuna hata moja ambayo imepotea. Walikuta vitanda vya meli hiyo vikiwa vimetandikwa. Pia hakukuta hata ushahidi wa kusema kuna wanaharamu waliingia na kufanya wizi ndani ya meli hiyo, kwani kila kitu kilikopo salama. Lakini jambo moja ambalo liliibua maswali mengi ndani ya vichwa vyao ni kwamba, je, ni wapi nahodha Benjamin pamoja na mabaharia 7, mke wake pamoja na mtoto wake walipoelekea? Katika uchunguzi wao walikuja kubaini kwamba boti ambazo zilikuwa zikitumika kwa ajili ya kusaidia watu ama boti za tahadhari zikiwa hazipo ndani ya meli hiyo. Maswali yakaibuka, ni nini kilichowakumba hadi Captain Benjamin pamoja na mabaharia 7, mke wake na mtoto wake mmoja, hadi wao kuchukua lifeboat na kuiacha meli hiyo.
kana kwamba hakuna dalili yoyote ya uhalifu ikionekana ndani ya meli hiyo. Walipoendelea kupekua ndani ya meli hiyo, walikuta ukurasa wa mwisho wa kumbukumbu ulioonyesha tarehe 25 Novemba mwaka 1872 ndio ilikuwa mwisho wa Captain Benjamin kuandika katika logbook ya meli hiyo. Baada ya meli ya Celeste kuvutwa hadi Gibraltar kwa ajili ya uchunguzi, hakuna kosa la jinai lililothibitishwa. Na hapo ndipo mafumbo mengi yalizaliwa. Je, ni wapi watu hao 10 walikimbilia? Na wakati meli hiyo haikuonekana kukutwa na shida yoyote, ndipo wengi walikuja na majibu yao ya nadharia hayo juu ya kupotea kwa watu hao ndani ya meli, huku wengine wakataja mambo mbalimbali ambao yangetupa majibu kamili. Wengi walisema ni uharamia, wengine wakasema dhoruba. Wanasayansi wakasema hofu ya mlipuko, kwani huwa pombe ingesababisha mlipuko mdogo ambao usingeleta moto, lakini ungewafanya wao waogope na kukimbia meli hiyo. Wengine wakaja na nadharia ya kusema kwamba huenda mambo ya kishirikina yaliwatisha watu hao ndani ya meli ya Celeste, ndipo wao wakaamua kutoka na kuiacha meli hiyo, meli Celeste, na kukimbia. Mpaka leo hii historia hii imebaki kuwa tata katika vichwa vya wachunguzi wengi na watafiti wa kisayansi. Baada ya tukio hili, maisha ya meli hii iliendelea hadi kufikia mwaka 1885. Hapo iliingia katika udanganyifu wa bima, ikagongana na meli ya wavuvi kimaksudi ili wapate kulipwa fidia. Lakini baada ya uchunguzi kubaini kwamba meli ya Celeste ilicheza njama ili kulipwa bima, basi wamiliki wa meli hiyo waliamua kuachana na meli hiyo, meli ya mikosi, meli Celeste. Na hapo ndipo ukawa mwisho wa meli Celeste kusika tena na jina lake likafukiwa mwaka 1885. Dunia inasemekana imejawa na asilimia ya robo tu ambayo ni nchi kavu, lakini asilimia robo 3 ni maji. Na binadamu kwa hakika katika hii dunia, sehemu ambayo hajaigusa hata kwa asilimia 15, basi ni bahari. Jambo kubwa la kujifunza katika simulizi hii, katika makala hii, kwamba dunia imejawa na maajabu. Dunia ina mengi ambayo yanatisha. Dunia imebarikiwa siri. Na pindi tutakapogundua siri ambayo imejificha ndani ya dunia, basi huenda ukawa ndo mwisho wa dunia umefika. Hii ni C-Media Updates katika Room of Knowledge. Nafahamika kwa jina la Casto na Kembetwa.